Habari za wakati huu ndugu mtazamaji na msikilizaji wa kipindi chetu pendwa Chumba cha Siri. Chumba ambacho kinatuletea sauti za ushindi kutoka kwa watu mbalimbali ambao pengine walikutana na changamoto, walikutana na kudharauliwa, walikutana na mambo mbalimbali, lakini sasa hivi sauti zao zimekuwa ni sauti za ushindi. Na tupo hapa kwa udhamini mkubwa sana wa Nissan Catering Service ambao ndo wametuwezesha kupata lunch yetu mchana wa leo. Na leo tuko na mgeni wetu, atajitambulisha yeye ni nani, ametoka wapi, anafanya nini, na mengine mengi tutaendelea kuyasikia tukiwa pamoja naye. Karibu. Yes, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa mchungaji Shedrack Peter. Ninatumika chini ya kanisa la Full Victory Gospel Church ambao liko Bagala, Kibonde Maji, chini ya Askofu Mkuu Daktari Ayubu Mwakang'ata. Asante sana mtumishi wa Mungu Pastor Shedrack. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha Chumba cha Siri. Asante. Na nikuhakikishie yote ambayo tutayaongea hapa ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Tunataka sauti yako itakapopaa basi watu wengine wapate kuokolewa, wapate kubadilishwa, lakini pia iwe ni sauti ya ushindi kwa jamii yetu. Ningependa kukuuliza swali dogo tu. Je, ni changamoto gani au ni kitu gani umeshawahi kupitia kwenye maisha yako na ukahisi kabisa pengine safari yako ya utumishi inaweza ikaisha, au pengine uliona kwamba hili jambo lingenipeleka kudharauliwa, na pengine uliona kama ni siri au ni kikwazo kwa jamii, lakini sasa ukilitazama lile jambo unaongea kwa ushindi kwamba unashuhudia kwamba hapa bila Mungu nisingevuka. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza ambalo mimi lilikuwa linikatisha tamaa kabisa ni aina ya maisha kwanza niliyoishi. Nimshukuru Mungu nimezaliwa kwenye familia ya watumishi wa Mungu. Baba yangu alikuwa mchungaji, kwa mimi nimezaliwa nikimkuta baba tayari ni mchungaji akichunga kanisa huko Kagera, Bukoba. Lakini kutokana na hali halisi ya maisha vile tulikuwa na vile ambavyo maisha yalikuwa kwa miaka hiyo, yalinifanya mimi nikachukia kabisa utumishi. Na wakati mwingine nilikuwa sioni faida ya utumishi, wakati mwingine ilinipelekea mpaka nikawa nachukia kabisa kuitwa Mkristo. Kwa hiyo baada ya miaka kadhaa kuwa imesogea, nimeachana sasa na wazazi wangu, sikutamani kabisa mimi kuishi maisha ya wokovu. Sikutamani kwa sababu kwanza sikuwa nimeona faida ya yale maisha, ugumu wa maisha tuliopitia, hali ngumu ya upambanaji wa nyumbani, namna ngumu tulivyo struggle kwenye maisha, sikuwa ninatamani kabisa. Lakini kwa neema ya Mungu ninamtukuza sana Mungu, katika mazingira magumu sana Mungu alinitafuta na mpaka akanifanya kuwa mtumishi wa Mungu, na ilikuwa ni rahisi sana, na mpaka sasa ninaendelea kumtumikia Mungu. Naomba nikurudishe nyuma kidogo hapo. Umesema kuna wakati ulipitia changamoto kubwa sana na ukawa hautamani hata yale maisha ya wokovu wako, na Mungu mwenyewe ndo alikutafuta kwa njia ambayo ni ngumu lakini ni rahisi kwake. Unaweza kutueleza kwa udogo ni namna gani Mungu alikukuta wapi mpaka ukapata kuokolewa? Okay, kipindi niko kwa wazazi niliamini nimeokoka na sikuwa nimemkiri Yesu kuwa ni mwokozi wa maisha yangu. Lakini kwa sababu nilizaliwa kwenye familia. Kwa hiyo niliamini kwa sababu niko kwenye mikono ya wachungaji, kwa hiyo tayari nimeokoka. So ikanipelekea kuwa hivyo na nikaendelea mpaka nilipoanza kujitegemea. Mwaka niliomaliza shule ndio mwaka ambao nilianza kujitegemea. Kama nilivyokuambia, familia yetu haikuwa na uwezo kihivyo. Kwa hiyo ilinibidi nitoke nyumbani kwa ajili ya upambanaji wa maisha. Na baada ya kuwa nimejitegemea sasa, na kumbuka ile spirit ya kutotamani tena maisha ya wokovu iko ndani yangu. Yaani sitamani kabisa kuitwa Mkristo, sitamani kuitwa mtumishi. Kwa hiyo nilitoka nje na nyumbani, nikaenda maeneo mengine. Na hapo sasa ndipo nilipoanza kuishi maisha ya ajabu yasiyompendeza Mungu. Moja ya maisha ambayo niliyaishi yalikuwa ni maisha mabaya ya uzinzi, yalikuwa ni maisha mabaya ya kufanya vitu viovu. Na hapo ndipo iliponipelekea mpaka nikawa nimekutana na binti mmoja, nikamzalisha, tukawa tumepata
mtoto pamoja, lakini katika mazingira ya uzinzi kabisa, yani bila kuwa katika hali ya wokovu. Kwa hiyo nilijikuta hali yangu ya kiwokovu inazidi kudumaa kabisa kabisa kabisa. Sikuwa natumaini tena la maisha ya wokovu, sikulitamani tena kanisa. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo ilipelekea nikapitia katika kipindi na mazingira magumu sana kwa kipindi hicho. Unamwambia nini kama mtu ambaye umeshapita kwenye hizo changamoto na umeona namna gani ilikupelekea kuanguka? Kumbe ni kwa sababu ulikuwa umemkiri Yesu wewe mwenyewe, ulikuwa umeona tu kwamba umezaliwa pale, uko pale, basi una haki kwamba Ukristo tayari ni maisha yako. Kumbe sivyo. Unamwambia nini kijana kama huyo? Jambo la kwanza la kusema, Ukristo haurithishwi. Ni maamuzi halisi ya mtu mwenyewe kuamua kumkiri Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi. Aamue. Na ndivyo Biblia inavyosema. Hata kanisa la kwanza tunaona ilikuwa ili uitwe Mkristo ni lazima ufanye mambo matatu. Jambo la kwanza, umkiri Yesu kuwa ni Mwokozi na Bwana wa maisha yako. Jambo la pili ilikuwa ni lazima ubatizwe, na jambo la tatu ilikuwa ni lazima uwe na ujazo wa Roho Mtakatifu. Sasa ukitembelea katika wokovu wa baba na mama bado hujamkiri Yesu kuwa ni Mwokozi. Kwa hiyo kitu ambacho nikamshauri mtu kama bado anaishi katika mazingira hayo na bado hajaamua kumkiri Yesu na kumwamini Yesu kwa moyo wake, bado atakuwa hajaokoka. Kwa hiyo cha kukushauri tu ndugu yangu unanitazama, kama bado hujafanya maamuzi ya wokovu, it's better ukamkiri sasa Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Naomba nikurudishe tena nyuma kidogo. Kuna muda umesema kipindi umeanguka, uliingia kwenye uzinzi na ukafanikiwa kumpa mwanamke ujauzito ambaye alikupatia mtoto. Ni experience gani ulikuwa nayo ukijiona kama wewe ni mtoto wa mchungaji na umempa binti mimba ambaye nafikiri hukuwa umemuoa, na wazazi wanakutazama kama mtoto wao, umetoka kwenye familia ya kichungaji? Ni changamoto gani au ni aibu gani uliibeba moyoni au ni ugumu gani ulipitia kiasi kwamba kwa unasema itakuwaje? Nitawaambia nini wazazi? Nitaiambiaje jamii itanitazamaje? Na vitu kama hivyo. Ulikuwa unapita katika wakati gani kipindi hicho? Kiuhalisia ilinipa ugumu sana. Nilikuwa nikitembea kwa aibu. Wakati mwingine niliogopa hata kuwatazama wazazi wangu. Yaani kuna wakati ambapo hata jamii ilikuwa inanichukulia kama mtu wa ajabu kabisa. Unajua ni rahisi sana wa jamii kukunyoshea vidole hasa ukifanya jambo baya. Kwa kipindi hicho kwa kweli jamii nilikuwa nikiona ikinitazama vibaya, na wakati fulani ilikuwa ikiniambia, yani watu walikuwa wakiniambia maneno mazito, magumu. Unajua umezaliwa na mchungaji, na ilimpa shida sana mzee wangu kutokana na ile kanisa ambapo alikuwa akichunga. Watu walikuwa wakimuuliza baadhi ya maswali ambapo saa nyingine nilikuwa nikijisikia vibaya sana, kwamba kama umeshindwa kumlea mtoto wako katika maadili ipasavyo, utatuhubiria nini sisi? Kwa hiyo kiuhalisia ilinipa ugumu sana. Hata kurudi kanisani ilinichukua muda sana, kwa sababu nilikuwa nashindwa namna ya kutazama watu, namna nitakavyoangalia watu watanichukuliaje. So hata nilipoanza tena kurudi madhabahuni, kuna namna ambavyo ile ilikuwa ni kama inanishtaki, yani kwamba watu watanichukulia, yani watu wananionaje, unajua ya. Kwa hiyo ilinichukua muda sana kurudi kukaa kwenye uhalali, na ilinifanya mpaka nikaondoka mkoani. Ilibidi nitoke kwa sababu ya hiyo aibu. Ilibidi nitoke niende mbali ambapo hawanifahamu. Yeah. Ndugu mtazamaji, kama ilivyo ada, napenda kukukumbusha kwamba tupo na Nissan Catering Service. Hawa watu ni wanatoa chakula kwenye maofisi, sherehe na sehemu mbalimbali. Lakini pia tuko na mgeni wetu, mtumishi wa Mungu, mchungaji Shadrack, kama alivyokuwa anatueleza, na sasa naomba tumsikilize mwisho atueleze ni namna gani anamtazama mtoto wake, yule ni binti au ni kijana ambaye alimpata katika changamoto alizokuwa anapitia za kuondoka kwenye wokovu akiwa kama mtoto wa mchungaji, akiwa yuko mtaani anahangaika na maisha, alifanikiwa kupata mtoto. Sasa ile ilikuwa ni changamoto sio tu kwake, hata kwa wazazi wake na huduma ambayo babake alikuwa anaitumikia kwa ujumla. Lakini sasa ana nini cha kusema kwa yule mtoto, au anajisikiaje sasa ambavyo yuko na yule mtoto? Lakini ana nini cha kumshauri kijana ambaye pengine alianguka katika kutafuta maisha
na sasa anatamani asimame tena, au anatamani ainuke tena, anatamani arudi kwenye maisha ya kumpendeza Mungu, lakini kwa sababu ya changamoto kama hiyo hiyo ambayo alipitia Pastor Shadrack, yeye anakwama na anaona aibu. Kijana kama huyo anamwambia nini siku ya leo? Karibu mtumishi wa Mungu. Jambo la kwanza, ninamshukuru Mungu kwa ajili ya binti yangu, ni wa kike, anaitwa Faith. Faith. Nilimuita Imani kwa sababu pia tulipitia before azaliwe, tulijaribu njia kadha wa kadha ili asije. Lakini baadaye umeona kuna mambo mengi sana ya kujifunza hapo. Na nafikiri mtumishi wa Mungu ameyakatakata. Ulijaribu mara ngapi kutaka kumtoa Faith asiwepo duniani? Kiuhalisia mama yake aliponiambia ni mjamzito, kwanza sikukubaliana na ile hali. Nilitamani hata nikatae ule ujauzito. Lakini baadaye ikawa tayari imekuwa. Kwa hiyo tukashauriana tufanye kila njia ili tumtoe yule mtoto. Lakini tumejaribu kila njia inayojulikana, yani kila njia inayojulikana, lakini haikuwezekana. Na kwa bahati ni kama tu Mungu alikuwa amekusudia iwe hivyo. Hatua ya mwisho ikataka kuondoa uhai wa yule dada. Kwa hiyo alipokimbizwa hospitali, ndipo wazazi wake sasa kugundua au kufahamu kwamba ni mjamzito, na ikawa imekuwa katika njia hiyo. Lakini nina jambo tu la kumshauri mtu, na jambo la kumshauri mtu ambaye amepitia kipindi kama hicho. Unajua pastor, wako watu wengi sana ambao wamepitia changamoto kama hizi na wanaogopa kurudi makanisani. Mimi nataka niseme Yesu Kristo hakuja kwa ajili ya watakatifu, na kanisa litambua hili. Yesu alikuja kwa ajili ya wenye dhambi ili awatengeneze kuwa watakatifu. So kama ulianguka mahali popote, mimi nataka tu nikupe moyo upya kwamba lipo tumaini. Biblia inasema katika kitabu cha Ayubu ya kwamba lipo tumaini kwa mti uliokatwa, kwa harufu ya maji unaweza ukachipuka tena. Kwa hiyo ndugu yangu ambaye unanitazama na kunifuatilia, kama kuna namna yoyote ulianguka, usiogope. Jamii vile imekuchukulia, jamii vile imekuona, ni kweli umejiingiza kwenye maisha ya ukahaba, ni kweli umejiingiza kwenye maisha ya kujiuza, ni kweli umekata tamaa kwa sababu umebaki kuwa single mother, lakini nataka nikwambie leo liko tumaini. Cha msingi, rudi kwa Kristo na uhakikishe kwamba haurudii yale makosa uliyoyafanya mwanzo. Hii itakusaidia sana kudumu katika maisha ya wokovu. Nirudi kwako mtazamaji wangu ambaye umekuwa ukitusikiliza siku ya leo. Kama tulivyokwisha kumsikiliza mtumishi wa Mungu, ametueleza mambo mengi ambayo amepitia. Kwake yalionekana kama ni changamoto, lakini sasa imekuwa ni sauti ya ushindi kwa jamii ambayo inamtazama. Mimi binafsi nimebarikiwa sana na mtumishi huyu, na amenifundisha vitu vingi, ikiwa ni pamoja na kukata tamaa, kukabiliana na kila changamoto tunayopitia, lakini pia ni kurudi kwa Kristo, kwamba yeye pekee ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Acha nikwambie ndugu mtazamaji, nimefurahi kuwa nawe katika kipindi hiki chetu. Tusisahau kwamba tumedhaminiwa na Nissan Catering Service, lakini pia tuko sambamba na director wetu na wengine, crew nzima. Ninawashukuru sana kwa kuwa pamoja nasi siku ya leo. Mungu awabariki sana. Na kama ilivyo ada ya kipindi chetu, hatutoruhusu mgeni wetu aondoke hivi. Tumempatia tayari lunch kutoka kwa Nissan Catering Service, lakini pia ataondoka na t-shirt yetu nzuri ya sauti ya ushindi, ikaweke alama kwenye maisha yake. Mungu akubariki sana.